Sky TV. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo unapoitegea sikio Sky TV. Karibu katika ulimwengu wa habari na tulionayo usiku huu. Barabara ya mchepuo mji wa Iringa kupunguza msongamano wa magari. Na kwingineko wananchi wapongeza ujio wa vifaa tiba vya milioni 300 hospitali ya Kyela. Na katika michezo Simba kualika walimazabibu hapo kesho katika ligi kuu soka Tanzania bara. Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Tuanze kwa kuangazia taarifa inayohusu Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kuwekeza katika miradi ya kimkakati ya miundombinu ili kuboresha usafiri na kuongeza ufanisi wa uchukuzi na kufungua fursa mpya za maendeleo ya kiuchumi nchini. Lai Saidi na maelezo zaidi. Mradi huo unaotekelezwa na kampuni ya Sinohydro Corporation Limited kwa usimamizi wa TANROADS kupitia kitengo chake cha TECU unagharimu shilingi bilioni 41.6 ambapo ujenzi wa barabara ya mchepuo ya mji wa Iringa yenye urefu wa kilomita 7.3 inayojengwa kwa kiwango cha lami mkoani Iringa. Akizungumza baada ya kupokea taarifa ya utekelezaji wa mradi huo leo Jumamosi Mei 23 wakati akikagua maendeleo ya ujenzi, Waziri Mkuu amesema serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kutekeleza miradi mikubwa ya barabara nchini kwa lengo la kuimarisha uchumi na kurahisisha huduma za usafiri na uchukuzi. Na mimi niwaambieni ndugu zangu wana Iringa, Mheshimiwa Rais wetu amejipambanua kwa matokeo, kuwa ni rais mtekelezaji. Akisema jambo anatekeleza. Na hivi nimetoka kumsikia Mheshimiwa Waziri wetu, Naibu Waziri wa Ujenzi, akisema barabara za aina hizi zinazojengwa karibu kila kona, karibu kila mkoa. Hivyo angeenda kwenye kipengele kingine, angewaambieni madaraja yanayojengwa kwa nchi nzima. Yamejengwa madaraja tena kwa kuyabomoa yale yaliyokuwa yanapitiwa na mafuriko, ambapo mvua ilikuwa ikinyesha maji yanapita juu ya madaraja. Yamejengwa madaraja ya aina hiyo 81. Ukienda hivi kuelekea Ruaha, barabara inaendelea kujengwa, na ile siku ile tuliona bali kabisa kule kuelekea Dodi. Yaani ukienda hivi Kilolo hivyo. Kazi kubwa inaendelea. Kwa upande wake, Naibu Waziri wa Ujenzi, Mhandisi Godfrey Kasekenya, amesema mradi huo ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa serikali wa kujenga barabara za mchepuo katika miji mikubwa ili kupunguza msongamano wa magari na kuongeza ufanisi wa usafiri wa mizigo nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya yamekuja baada ya uchumi wa Tanzania kukua sana. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila mtu anajua sasa kwamba magari yamekuwa mengi sana baada ya kuwa na makao makuu ya mkoa wa Dodoma kuwa makao makuu ya nchi. Magari mengi sana makubwa, lakini pia kuna mkaa mwingi, mizigo mizito inayotoka nyanda za juu kusini, lakini mizigo mikubwa inayotoka kaskazini kwenda Zambia kupita hapa. Ndio maana ikalazimika Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tafuteni ufumbuzi. Na ufumbuzi Mheshimiwa Waziri Mkuu ndio huu. Tulikuwa na njia moja tu ya kuingia mjini Iringa, barabara ambayo imefinya, barabara ambayo kimsingi kwa kweli ni hatari. Ikiziba hakuna mawasiliano na Iringa. Sasa ufumbuzi umepatikana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, njia kama hizi hazijengwi tu
Iringa zimejengwa maeneo mengi kama ambavyo sera imetuelekeza na ilani ya Chama cha Mapinduzi imeeleza. Naye mbunge wa Iringa mjini Fadhili Ngajilo amesema wananchi wa Iringa wameupokea mradi huo kwa matumaini makubwa kutokana na mchango wake katika kuboresha usafiri na kuchochea ukuaji wa shughuli za kiuchumi katika mji huo. Thamani ya mradi huu ni bilioni 41.665. Mkandarasi wa barabara hii ni Sinohydro na mwajiri ni Wizara ya Ujenzi TANROADS. Na mhandisi mshauri wa mradi huu Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kitengo cha uhandisi cha TECU ambaye ni TANROADS Engineering Consulting Unit. Na utekelezaji wa mradi huu kwa sasa umefikia 38.5%. Wananchi 186 walioathiriwa na mradi huo wamelipwa fidia yote yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 4.6, hatua iliyosaidia kuondoa changamoto za upatikanaji wa eneo la mradi. Laisaidi, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Serikali imetoa vifaa tiba vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 300 katika hospitali ya wilaya ya Kyela mkoani Mbeya kwa lengo la kuboresha huduma za afya, lakini pia kupunguza vifo vya mama na mtoto vilivyokuwa vikichangiwa na upungufu wa vifaa tiba katika hospitali hiyo. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Wananchi wamesema kwa sasa changamoto walizokuwa wanakabiliana nazo zitaenda kuisha kwa kuwa huduma zinatolewa usiku na mchana. Tunashukuru serikali kwa kutujengea hili jengo jipya, maana huduma ya mwanzo na sasa hivi tunaona huduma ya sasa hivi ni nzuri zaidi kuliko ile mwanzo. Hili jengo lilikuwa ni dogo, halitutoshi. Sasa hivi tunamshukuru Mungu kwa hili jengo zuri, tunajifungua vizuri, wagonjwa wanahudumiwa vizuri. Kwa kweli nashukuru sana serikali ya Mama Samia kwa jengo hili kutetea Kyela. Wakina mama sasa hivi wanajifungua salama, vifo vimepungua kutokana na ubora wa vifaa viliopo, na madaktari sasa hivi ni watu ambao wameenda shule, wanauelewa. Wakiona kama kuna dalili hatarishi wanampumzisha mgonjwa kwa maangalizi zaidi ili ajifungue salama. Operesheni zimepungua kutokana na ubora wa madaktari tulionao kwa sasa hivi. Manesi wanatuhudumia vizuri kwa unyenyekevu, hawana makwazo yoyote, hatununui chochote. Kwa sisi tunamshukuru Dr. Samia mama kwa kutuonea sisi huruma. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Ben Malisa amesema serikali itaendelea kuboresha huduma za afya kwa kujenga majengo ya mama na mtoto pamoja na kusambaza vifaa tiba katika hospitali mbalimbali za mkoa wa Mbeya na maeneo mengine nchini, huku mganga mkuu wa hospitali ya wilaya ya Kyela Saumu Kumbizaga akaeleza umuhimu wa vifaa hivyo. Mbali na sifa kemkem tunazozipata kimataifa kupitia Mheshimiwa Rais kama championi wa eneo hili, lakini tumekuja kujionea vifaa vya gharama kubwa ambavyo vimefungwa ndani ya wilaya hii ya Kyela na vinahudumia sekta hii ya mama na mtoto, na tunahakikisha swala la vifo vya watoto wadogo dabaki kuwa historia. Kwa hiyo tumejionea na wapongeza uongozi wa halmashauri hii kwa maana ya DMO ambaye ni naye pembeni hapa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi pamoja na wote ambao wanahusika kuhakikisha jamii hii inapata afya bora kwenye sekta ya mama na mtoto. Kwa vifaa tiba ambavyo vimeletwa na mpango wa kuendeleza huduma ya mama na mtoto vyenye thamani ya shilingi milioni 359.93. Hivyo tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea vifaa hivi na kuendelea kuamini Kyela kwamba tunaweza kutoa huduma iliyo bora kwa wananchi wa Kyela, lakini pia hospitali ya Kyela inahudumu na wananchi kutoka nchi jirani ya Malawi. Nikiripoti kutoka wilaya ya Kyela mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV.
Asante Upendo Kimetile kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Baadhi ya wakazi wa Zingiziwa kata ya Chanika jijini Dar es Salaam wanaoishi na ulemavu wameiomba serikali pamoja na wadau mbalimbali kuwasaidia mahitaji muhimu ikiwemo viti mwendo ili kurahisisha utekelezaji wa shughuli zao za kila siku. Ombi hilo limetolewa wakati wakipokea msaada wa baiskeli za kisasa kutoka kwa diwani wa kata hiyo, ambaye pia amewahimiza wananchi na watu wenye uwezo kuendelea kuwasaidia wenye mahitaji maalum katika jamii ili kuboresha maisha yao. Imani Ayubu Kaniki ni diwani wa kata ya Zingiziwa. Leo tuliitana hapa kwa ajili ya dhumuni moja la kuwasaidia ndugu zetu wenye uhitaji maalum ambao hawawezi kutembea, wanatumia baisikeli. Kwa nilijaliwa nikapata baisikeli 2, lakini nilipata viti vya kusukuma ambavyo ni 5. Kwa ujumla wake una uhitaji wa watu 7. Lakini tulipata magongo ya kutembelea kwa mtu mmoja. Kwa kuna magongo mengine tumeyaweka ya ziada. Lakini uhitaji katika kata ya Zingiziwa, hawa waliofika tuliwasearch sana kuwatafuta katika sehemu mbalimbali nikitumia wenye viti wangu wa mitaa. Kwa ushirikiano mkubwa walinionyesha tukawapata. Lakini bado kuna wengine wamefika, tumeshaandika majina. Uhitaji unazidi kuwa mkubwa. Isiwe mimi tu, hata mtu mwingine, kama kuna mdau mwingine au kuna kiongozi mwingine ana uwezo wa kusema anataka kujitolea sadaka hii, aweze kujitolea. Lakini mimi binafsi kiimani, mwezi huu wa 5 kakaangu hapa Shejani anajua nilimpoteza kakaangu. Kwa hii nayo iwe ni sadaka moja kwake huko alipo, iwe ni dua nzuri na Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu za kabri. Kwa niliamua nifanye hichi niweze kujumuika na wenzangu, yuko polisi kata, yuko katibu wangu hapa wa chama, kwa jamaa zangu hapa yuko Imasopu, lakini wako watu mbalimbali ambao huwa wanajitoa. Hawa niliowataja tushajitoa kwenye mambo mengi. Sisi tushajenga mpaka nyumba ya mjane ambaye ana watoto walemavu. Na alikuja hapa kakaangu Edward Mpogolo kuizindua nyumba hiyo. Kwa hili tulilofanya na idadi tuliyoipata ni endelevu. Tutaongea na watu wengine wenye viti watawatafuta. Tunahitaji wote wanaohitaji waliokuwa majumbani katika kata hii ya Zingiziwa watoke sasa ili tuweze kuwahudumia, waweze kupata kitu kama hichi kiweze kuwasaidia. Baisikeli kama hizo walizokuwa wanaendesha mwanzo, zile baisikeli walikuwa wanatumia nguvu kubwa sana. Lakini sasa hizo wapate baisikeli hizi ambazo zitaweza kuwarahisishia kwa wepesi kwenda sehemu mbalimbali. Lakini pia hao wengine walikuwa wanabebwa majumbani, waache sasa ile hali ya kubebwa, waweze kusukumwa na kwenda sehemu ambazo wanazitaka. Katika kata yangu ya Zingiziwa limejengwa bweni la wenye uhitaji maalum. Bweni la kisasa ambalo lipo, nafikiri hivi karibuni uzinduzi wake unakaribia, ambalo lina takribani 48 kwa wanaume, 48 kwa wanawake. Kwa kuna wengine hapa kama huyu ni mwanafunzi ambao tunategemea baadaye huko waweze kuingia katika mabweni yale na kuweza kupata elimu kwa uzuri zaidi. Ni kweli tulikuwa tunapata shida sana. Hizi basikeli tunazotembelea zinatusumbua kweli, yani mpaka sasa hivi tunaumwa. Lakini nashukuru leo kupata hii basikeli, nadhani kidogo wepesi tutaupata. Kwa kweli tunamshukuru pamoja na wenyekiti zake wote. Mungu awazidishie baraka, wazidi kutujali, kututhamini, kutuonyesha upendo, na sisi pia tunazidi kuwaombea dua. Mungu awazidishie baraka. Amina. Kwa majina naitwa Jisefu. Namshukuru diwani wangu Kaniki kwa basikeli hii. Ndoto yangu nisome nifike mbali. Tutazame taarifa nyingine. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Masauni amesema matumizi ya nishati safi ya kupikia ni hatua muhimu katika kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa ambao umeendelea kuwa miongoni mwa sababu kuu za uharibifu wa misitu nchini. Peter Obogo anatupa undani wa taarifa hii. Masauni ameyasema hayo mkoani Arusha wakati akiongoza viongozi na wananchi katika shughuli mbalimbali za utunzaji wa mazingira, akieleza kuwa kuimarisha upatikanaji na matumizi ya nishati safi kama vile gesi asilia, umeme na biogesi. Dira yetu miaka 2050 ina mambo makubwa matatu ya muhimu, ama nguzo kubwa tatu.
Moja katika nguzo kubwa ya muhimu ni ulinzi na uhifadhi wa mazingira yetu pamoja na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Na ndio maana katika siku ya mazingira ya tarehe 5 tukaamua kuweka kauli mbiu isemayo dira mwaka 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania. Kukijanisha Tanzania ni moja kati ya hatua muhimu ya kuhifadhi mazingira yetu. Mnajua ukataji miti ovyo madhara yake ni makubwa. Moja ya changamoto kubwa inayokabili dunia sasa ni hali ya hewa isiyotabirika, ukame, mafuriko yasiyoeleweka. Vyote hivi vinasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi, ambapo moja ya vyanzo vyake ni ukataji miti holela. Pia Masauni amesema kuwa teknolojia bora za kupikia zitasaidia kupunguza kasi ya ukataji miti, kupunguza uzalishaji wa gesi joto na kuboresha afya ya wananchi, hususan wanawake na watoto ambao huathirika zaidi na moshi unaotokana na matumizi ya nishati isiyo safi. Na ndio maana sisi tukaweka kauli mbiu hiyo, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba moja ya mambo muhimu na kipaumbele kama taifa tunataka tuyaangalie ni swala la kuikijanisha nchi yetu. Katika kufikia malengo hayo, ndugu zangu wananchi, juhudi zinahitajika ili kutekeleza shughuli ya mazingira kwa jinsi jumuishi inahusisha makundi yote ya kijamii bila kujali jinsia, umri. Kwa jiji la Arusha mpaka mwaka 2020 inaonyesha kuwa taka zinazolishwa hapa ni takriban tani 450 mpaka 550 taka ngumu kwa siku, ambapo zaidi ya 60% ya taka hizi katika jiji hili zinaweza zikatumika kurejelezwa na zitadhibitiwa vizuri kupitia uchumi rejeshi. Na kufanya hivyo tunaweza kuzalisha ajira kupitia utaratibu huo ambazo hazipungui 5,000. Peter Obogo, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Tulionayo usiku huu: watuhumiwa 3 wa utakatishaji fedha wafikishwa mahakamani. Karibu tena mtazamaji, unatazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Mamlaka mapato Tanzania TRA imewapandisha mahakama ya hakimu mkazi Geita watuhumiwa 3 wanaokabiliwa na mashtaka 4 ikiwemo ya uhujumu uchumi. Mwandishi wetu Michael Bundala kutoka mkoani Geita ana taarifa zaidi. Kesi hiyo inawahusu watuhumiwa ambao ni Bernardo Mashaka Wandela, mkurugenzi wa kampuni ya Maka Beverage Company Limited, Bartholomeo Filipo, meneja uzalishaji na ubora wa kampuni hiyo, pamoja na kampuni yenyewe ya Maka Beverage. Imesomwa mbele ya hakimu mkazi wa mahakama hiyo Cleophas Waani, na hati ya mashtaka ikisomwa na wakili Jaines Kiwelu akisaidiana na wakili Auni Chilamula. Watuhumiwa hao wanakabiliwa na makosa 4 ambayo ni kugushi stempu za bidhaa, kukwepa kodi kwa njia ya udanganyifu, kusababisha hasara kwa serikali, pamoja na utakatishaji wa fedha. Watuhumiwa hao 3 walikutwa na jumla ya boksi 151 ya kinywaji aina ya ZM Vodka ambazo zilikuwa jumla 151 kama nilivyosema. Kosa la pili ni kukwepa kodi kwa njia ya udanganyifu kinyume na kifungu cha 95D cha sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438 marejeo ya mwaka 2023. Kwa kosa hili hapa watuhumiwa hao 3 ambao nimewataja hapo awali wanashtakiwa kwa kukwepa kodi ya jumla ya kiasi cha fedha za Kitanzania milioni 171,516,454 na senti 63. Kosa la 3 ni kusababisha hasara kwa serikali kinyume na aya ya 10 ya ndogo ya kwanza ya jedwali la kwanza ikisomwa kwa pamoja na kifungu cha 57 kifungu kidogo cha kwanza, ila pamoja na kifungu cha 61 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya uhujumu uchumi sura ya 200 marejeo ya mwaka 2023. Na kwenye kosa hili hasara iliyosababishwa ni kiasi cha pesa ambacho nimekitaja hapo awali, shilingi milioni 171
516,454 na senti 63. Kosa la mwisho ni la utakatishaji ambalo ni kinyume na kifungu cha 12D pamoja na kifungu cha 13 cha sheria hii ya utakatishaji, Anti-Money Laundering Act. Meneja wa upelelezi wa kodi kanda ya Ziwa Joel Mbilinyi anaeleza namna walivyofanikiwa kukamata katoni 451 za pombe kali ambazo ni dozi M vodka. Mnamo tarehe 14 mwezi wa 5, idara ya upelelezi wa kodi kanda ya Ziwa, maafisa wake walifanya zoezi la search and seizure katika kiwanda cha Maka Beverage na kukamata katoni 450 za bidhaa ya spiriti ya dozi M, na walipo hakiki stempu za kielektronika waligundua ya kwamba zile stempu zilizobandikwa katika zile chupa zilikuwa ni za kugushi. Watuhumiwa wamekosa dhamana kwa kuwa wanakabiliwa na kosa la utakatishaji ambalo halina dhamana na hali ya shauri upelelezi bado unaendelea. Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji, tuelekee jijini Arusha ambapo baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Longido mkoani Arusha wameiomba serikali wilayani humo kutenga bajeti ya fedha za miradi kwa kuzingatia uhalisia wa maeneo husika badala ya kutenga kwa kiwango sawa na maeneo mengine. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Amina Ngahewa. Je, halmashauri haioni kwamba ni wakati mwafaka sasa kuanza kufikiria hali halisi ya gharama za ujenzi katika wilaya yetu pasipo kutufananisha? Yameelezwa haya katika kikao cha baraza la madiwani katika halmashauri hiyo ambapo wameishauri serikali kutafakari tena bajeti zinazoelekezwa katika ujenzi wa miradi ya maendeleo, kwani umbali na ubovu wa miundombinu ya barabara huongeza gharama ya miradi kuanzia katika hatua ya manunuzi. Hivyo ni vyema kutazama na kuzingatia eneo husika. Viwango hivi vya ujenzi katika halmashauri ya wilaya ya Longido hazilingani, lakini linapokuja kwenye swala la gharama za ujenzi linapoletwa katika kata zetu tunakuta kwamba yanakuwa yanalingana bila kujali kwamba ujenzi huo unafanyika katika eneo gani. Je, halmashauri haioni kwamba ni wakati mwafaka sasa kuanza kufikiria hali halisi ya gharama za ujenzi katika wilaya yetu pasipo kutufananisha kana kwamba one size fits all? Ni wakati sasa mwafaka wahandisi wetu kutupa uhalisia wa gharama. Haiwezi kulingana gharama za Longido na Osiwosi. Haiwezi kulingana gharama ya Matale na Ngarenaibo. Ni wakati mwafaka nafikiri sasa tuchukue hatua kweli na ni hoja ya kweli. Mbali na changamoto kadhaa zinazoathiri ujenzi wa miundombinu ya barabara kwenye wilaya hiyo, ikiwemo ufinyu wa bajeti, bado wakala wa barabara vijijini TARURA imeendelea kutekeleza shughuli mbalimbali katika kata mbalimbali. Tumeanza kutekeleza miradi miwili ambapo mradi wa kwanza unatekelezwa na kampuni ya Rich Junior Engineering kwenye kata za Longido, Rubomba, Mundarara, Mairoa na Matale, ambapo mpaka sasa mkandarasi amefikia 50%. Mradi huu una thamani ya shilingi milioni 391. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto kubwa inayoikabili TARURA kwa sasa ni upatikanaji wa fedha kwa wakati, hali inayopelekea baadhi ya miradi kuchelewa kuanza mpaka sasa, lakini vile vile changamoto nyingine ni mvua kubwa zilizonyesha juu ya wastani ambayo imepelekea barabara nyingi kuharibika na kutokupitika. Katika hatua nyingine, madiwani na viongozi wa kata wilayani humo wanashauriwa kuwa na majibu sahihi ya maswali ya wananchi juu ya hatua mbalimbali zinazoelekezwa na serikali. Tuwasisitize watendaji wa vijiji, wanatakiwa mapato yote yale yaonekane kwenye mfumo. Kuna ambao wanaonekana wana hela bado hazijatumika, kuna ambao wanaonekana hawajafanya usuluhishi wa benki. Tafadhalini, kwa hiyo naomba mtusaidie sana. Sasa sisi tukiwa viongozi tutafsiri vizuri kwa wananchi wetu. Ikitokea diwani unasimama unasema hata mimi nashangaa, wewe unashangaa nini? Yaani unatakiwa wewe uwe na uelewa mkubwa kwenda kutafsiri haya mambo. Tunatamani kuona wananchi wanapata manufaa kwa sababu tumepewa kazi ya kusimamia. Mheshimiwa Rais anatuamini pamoja na wasaidizi wake, wanajua sisi tupo huku kwa ajili ya kuhakikisha maendeleo yanapatikana. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV.
Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na tukirejea ni katika habari za biashara na uchumi. Usiondoke. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluila, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Naitwa Pius Jayunga. Jeshi la polisi mkoani Pwani limeokoa jumla ya ng'ombe 28 walioibwa maeneo mbalimbali katika operesheni iliyofanyika Mei 22 mwaka huu eneo la Tungutungu Mapinga wilayani Bagamoyo. Kati ya ng'ombe hao 13 ni mali ya Fadhili Ali Ngabilo, mkazi wa Chalinze. Tukio la wizi huo liliripotiwa Mei 16 mwaka huu, ambapo baada ya ufuatiliaji wa kikosi cha kuzuia wizi wa mifugo STPU, polisi waliokamata watuhumiwa 4. Inadaiwa kuwa baadhi ya mifugo ilikuwa ikichinjwa na kuuzwa kwenye bucha ya moja ya watuhumiwa. Kama utakumbuka katika taarifa zetu ambazo tulikuwa tunazitoa mara kwa mara kwenu, lakini pia kwa wananchi, tulikuwa tukieleza namna ambavyo jeshi la polisi mkoa wa Pwani tunafanya operation. Tuko katika operation kubwa
ya kupambana na wizi wa mifugo, lakini madawa ya kulevya, sambamba na wale wanaoharibu miundombinu ya serikali. Lakini leo tuko katika eneo hili la Mapinga, kama unavyoona eneo lenyewe linavyoonekana na ng'ombe wako hapa. Haya ni mafanikio ya operation ambayo imekuwa ikifanyika kwa muda mrefu, kwa uvumilivu na kwa weledi mkubwa, lakini kwa kushirikiana na wananchi wa maeneo mbalimbali. Hapa leo tuna watuhumiwa kama unavyoona wako wawili, lakini jumla yao hawa watuhumiwa wako 4 mpaka sasa hivi. Katika mahojiano ya awali ndio umetufikisha hapa kwenye eneo hili ambalo anaishi ndugu yetu huyu anaitwa Swai, ambaye naye ni miongoni mwa watuhumiwa ama wezi wa mifugo kwa njia moja au nyingine. Hapa tuna takriban ng'ombe 28 ambaye ni operation ilianza tangu juzi, lakini leo hatimaye tumefika hapa na kugundua kwamba ng'ombe wengi ambao wanaibiwa maeneo mbalimbali wanakuja kuhifadhiwa kwa huyu bwana. Na huyu ndugu yetu Swai kama anavyoonekana, yeye pia anamiliki bucha. Kwa hiyo anachofanya, anahifadhi mifugo ile ya wizi hapa, anachinja mmoja mmoja. Lakini mazingira haya kama yanavyoonekana ni mazingira tulivu ya kificho. Sio rahisi mtu mwingine kushtukia kwamba ng'ombe ambao wamehifadhiwa hapa ni wawizi. Washiriki wa mafunzo ya kuwajengea uwezo wadau wa tasnia ya maziwa mkoani Mbeya wamepata fursa ya kujifunza kwa vitendo kupitia ziara maalum zilizofanyika katika kiwanda cha maziwa cha Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST, pamoja na shamba la ng'ombe wa maziwa la Gereza la Songwe, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha uelewa wao kuhusu uzalishaji, uchakataji na usimamizi wa ubora wa maziwa. Ziara hizo zimefanyika mara baada ya washiriki hao kupata mafunzo ya nadharia kuhusu dhana ya afya moja, usalama wa maziwa, udhibiti wa magonjwa yanayoambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu, pamoja na matumizi sahihi ya teknolojia katika mnyororo wa thamani wa maziwa. Akitoa maelezo kwa washiriki hao, mkuu wa idara ya sayansi ya chakula na teknolojia kutoka Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST, Dr. Joseph Runyogote amesema matumizi sahihi ya teknolojia katika uchakataji wa maziwa yana mchango mkubwa katika kuongeza usalama wa maziwa, kuongeza muda wa matumizi ya bidhaa, pamoja na kuongeza thamani ya maziwa yanayozalishwa na wafugaji. Naye mmoja wa washiriki wa mafunzo hayo amesema ziara za vitendo zimewaongezea uelewa mkubwa kuhusu uchakataji wa maziwa, matumizi ya teknolojia, pamoja na usimamizi wa ubora wa maziwa kuanzia shambani hadi kwa mlaji wa mwisho. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Naitwa Pius. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea viwanjani sasa kuangazia ya kimichezo, na hivi punde tu mwana michezo Johannes Michael atakuwa hapa ndani kwa ajili ya michezo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali.
Sky TV. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Hali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianzia hapa nyumbani ambapo ligi kuu soka Tanzania bara kuendelea kutimua vumbi kwa siku ya kesho, ambapo kocha msaidizi wa klabu ya Simba Selemani Matola amezungumza kuelekea mchezo dhidi ya Dodoma Jiji utakaopigwa kesho Mei 24 mwaka 2026. Amesema katika mchezo uliopita ulikuwa ni wa ushindani wa kwamba maandalizi yalifanywa, kwa sasa wamejipanga kupata alama 3 kwenye mchezo wa siku ya kesho, huku kocha mkuu wa Dodoma Jiji Amani Josia amefunguka maandalizi ya timu yake kuelekea mchezo NBC Premier League utakaochezwa kesho Mei 24 mwaka 2026. Kocha Josia amesema kikosi chake kitaingia uwanjani katika timu ya pili bila pressure yoyote kutokana na maandalizi ya kiufundi walioyafanya kwa siku ya kesho. Ama msimu jana hakuna photocopy ambayo unaweza ukasema tumepiga photocopy ya mechi tunaileta kwenye mechi. Kila kitu ni kipya. Kwa ninachoweza kusema tu kwamba kwanza tukifuatilia vizuri Dodoma Jiji hatujacheza mechi nyingi pale katika uwanja wa Jamhuri zaidi ya kutumia uwanja wa Airtel wa Singida, lakini huko pia tumepata matokeo, hatujapoteza. Kwa hiyo ukiangalia mechi ambazo tumecheza away kama tumepoteza haziwezi kuzidi 3. Kwa hiyo tuko pia na confidence ya kucheza mechi katika viwanja ambavyo tunaweza tukatumika. Lakini ninachoweza kuzungumza tu pia ni ile support ambayo tunaweza kuipata. Sisi tunajua tutakuwa na washabiki wa Dodoma Jiji, tutakuwa na washabiki wengine tena. Kwa hiyo pia ni advantage kwetu sisi. So sisi tunaenda kwenye mechi hiyo kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba hatuko na pressure ya kuicheza mechi ile. Uwezekano wa kushinda upo, uwezekano wa kutoa sare upo, uwezekano wa kupoteza pia upo. Kwa hiyo hivyo vitu vyote tumevikubali, afu ndio tunaingia kwenye mechi hiyo kwamba kila kitu kitakuwepo, lakini tutafanyaje kazi basi ndio uweledi wa matokeo yetu. Sisi tuko vizuri tumeanza maandalizi yetu baada ya kumaliza mechi yetu na Coastal. Tunajua mechi ya kesho haitakuwa mechi rahisi, itakuwa ni mechi ngumu. Ukiangalia matokeo ya mechi iliyopita, katika game iliyopita Dodoma waliweza kutupa wakati mgumu sana na kuweza kupata suluhu ya goli 1-1. Kwa maana hiyo haitakuwa mechi rahisi, itakuwa mechi ngumu, lakini pamoja na ugumu na ubora wao Dodoma tumejipanga kuhakikisha tunapata pointi 3 katika mchezo wa kesho. Kwa kweli target yetu sisi ni kutoka na pointi 3, japokuwa hazitakuwa pointi 3 za rahisi, zitakuwa ni ngumu na za kuvuta jasho. Kwa hiyo tumejipanga. Pamoja kwamba na ugumu, nimesema toka mwanzoni walitupa game ngumu sana katika mechi yao ya kwanza kabisa kule Dodoma, na mechi ilisha kwa suluhu. Tunalijua hilo. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha Na tukiangazia panapo taarifa nyingine kuhusiana na mchezaji wa Kitanzania Clara Luvanga ameendelea kung'ara Saudi Arabia baada ya kuisaidia klabu yake Al Nassr kutoa ubingwa wa SAF Women's Cup kwa ushindi wa mabao 3-2. Nyota huyo wa Tanzania alifunga mabao yote 3 ya Al Nassr kwenye fainali hiyo na kumaliza mashindano akiwa kinara wa mabao kwa kufunga magoli 7. Tangu ajiunge na Al Nassr, Clara tayari ameweka rekodi nzuri kwa kutoa mataji 4 pamoja na kutoa mfungaji bora wa ligi akiwa na mabao 24. Ni mwendelezo mzuri kwa wachezaji wa Kitanzania ambao wanacheza katika ligi za nje. Na tukiangazia panapo taarifa nyingine kuhusiana na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Paul Makonda ametoa wito kwa vijana nchini kutumia fursa ya ujio wa mashindano ya Ulimbwende ya dunia ambayo yatafanyika nchini Tanzania mwaka 2027. Mwaka 2027 kujiinua. Mheshimiwa Makonda ametoa wito huo aliposhiriki katika mbio maalum kuelekea maadhimisho ya 63 ya kuanzishwa kwa Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki AU tarehe 23 mwezi Mei mwaka 2026 jijini Dar es Salaam. Wale ambao hawajaoa ni habari njema, lakini kwa wale ambao hawajaolewa na habari mbaya.
naomba tena kwa wale watu ambao hamjaoa, Wizara ya Habari, Sanaa na Utamaduni ina habari njema. Kwa wale ambao hamjaolewa, wizara yetu ina habari mbaya. Mwakani 2027 tunawaleta warembo wote wa duniani kuja Tanzania. Hizo ni habari njema kwa wale ambao hawajafanya nini? Hawajaoa. Lakini habari mbaya kwa wale ambao hawajaolewa, kwa sababu tunaenda kuleta ushindani wa kimataifa. Nafasi ni chache. Kwa mdada yoyote, kama una kijana unaye, komaa kuoe kabla 2020 ngapi? 7. Ikifika 2027 mamisi yote duniani wanakuja hapa. Yawezekana kabadilisha mawazo na ndoa yako ikaishia njiani. Baada ya kusema nashukuru sana na asante sana. Na moja kwa moja tukikwea pipa hadi kimataifa ni kuhusiana na timu ya taifa ya mpira wa miguu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, the Leopard, imewekwa chini ya hatua kali za kutengwa kabla ya kombe la dunia FIFA mwaka 2026 kutokana na mlipuko wa Ebola nchini humo. Maafisa wa Marekani wameagiza timu hiyo kubaki katika mazingira maalum ya mazoezi yaliyothibitishwa nchini Belgium kwa siku 21 kabla ya kuingia nchini Marekani kwa ajili ya mashindano hayo. Mamlaka zimesema kuwa hatua hizo ni muhimu kulinda afya ya umma na kuzuia kuenea kwa virusi vya Ebola. Hata hivyo, imeripotiwa visa hivyo vilivyothibitishwa Ebola pamoja na vifo vinavyohusishwa na mlipuko huo nchini DR Congo. Na tukiangazia panapo taarifa nyingine kuhusiana na msimu mwaka 2025 msimu mwaka 2026. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, nao ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Mendi Joseph kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari kwa leo. Habari za michezo na burudani. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Mtazamaji, ni mwana michezo Johannes Michael akihitimisha kwa namna hiyo kwa upande wa michezo. Tuangazie kwa upande wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa, na tukianza na usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa hali ya ukavu inatarajiwa katika nchi nzima. Wakati upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita
10 kwa saa katika ziwa Rukwa na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wa pwani ya kusini mwa bahari ya Hindi. Lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ukanda wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, na hivyo hali ya bahari inatajwa kuwa na mawimbi madogo mpaka makubwa kiasi. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, lakini pia pamoja na vipindi vya jua. Na tupate kuangalia utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua vinatarajiwa. Na hata kwa Arusha, vipindi vya mvua nyepesi vinatarajiwa. Na mpaka kufikia hapa, kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca Luitana. Tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa yale tuliyokuwa nayo. Barabara mchepuo mji wa Iringa kupunguza msongamano wa magari. Kwingineko, wananchi wapongeza ujio wa vifaa tiba vya milioni 300 hospitali ya Kyela. Na katika michezo, Simba kualika walima zabibu kesho katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mtazamaji, nafika tamati ya kipindi cha ulimwengu wa habari. Asante kwa kuchagua na kuitazama Sky TV. Mimi ni Mindi Joseph. Endelea kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali kutoka hapa Sky TV. Uwe na wakati mwema.